Hello, hujambo na karibu. Tusame moja kwa moja hadi kwenye masuala ya ndoa. Wasee wa zamani hawakukosea waliponena ya kwamba mwanamke mjinga, mwanamke mshenzi, mwanamke mpumbafu, mwanamke mwenye ukosefu wa akili huifunja ndoa yake yeye mwenyewe kwa mikono yake. Na yafuatayo ni maelekezi sahihi ambayo mwanamke ambaye anajipenda, mwanamke ambaye anajiongeza, mwanamke ambaye anaipenda na anaienzi ndoa yake anafaa ayafuate maelekezo kama yafuatayo vile. Kwa mfano, unapotazama hivi, hiki hapa hivi ni kikombe, alafu hii hapa inaitwa sahani ama pakuli kwa lugha nyingine ya Kiswahili. Kwa hiyo unapotazama hivi, hii ni sahani, alafu hii ni kikombe kimeekelewa pale hivi, kimeangalia juu, hakijafunikwa. So ukiwa kwenye ndoa, mwanamke wa aina hii, mwanamke wa aina hii ni mwanamke mshenzi na mwanamke mwenye ukosefu wa akili. Manake nini? Hili ni sahani hili. Lina kila kitu ambacho kinaweza kikaangaliwa na yeyote yule, na pia vile vile kinaweza liwa na yeyote yule. Kwa hiyo kikiwa hivi, mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye uwezo wa kufikiria vizuri. Hapa ninavyozungumza nazungumzia wanawake wenye uwezo wa kufikiria vizuri, si wanawake tu. Mwanamke mwenye uwezo wa kufikiria vizuri, anapolitazama pakuli lake liko wazi. Anapolitazama pakuli lake liko wazi na kila mtu ataliona, ataona kiliomo, ataona kilio ndani yake, atakitazama na anaweza kukikula wakati wote. Mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye asili ya kuwa mwanamke bora, anakuja anafunika hivi. Unaelewa? Anafunika hivyo. So ikishafunikwa hivi, yani hii ni ishara tosha kwamba mambo ya humu ndani yamefunikwa hivi. Hamna yeyote atakayejua. Yani lolote litokee, hamna yeyote atakayejua. Hii ni ishara tosha kwamba madhaifu, huyu ni mwanamke sasa. Tunazungumzia huyu mwanamke huyu hapa na huyu ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamume siku zote yeye yuko wazi. Na mwanamke ndo siku zote yeye ndo msiri, yeye ndo weka siri za chumbani. Yeye ndo uhifadhi madhaifu ya mmewe. Yeye ndo uweka siri zote za mmewe. Kwa hivyo mwanamke anapoanza kuyaweka mambo ya mmeo wazi, basi huyo mwanamke mpumbavu. Lakini mwanamke mwenye ana akili vizuri, anawaza vizuri, anajiongeza, anapokuta mambo ya mmeo yako wazi sana, anakuja anayaficha, anafunika kiasi hicho. So akishaficha, anaficha haya mambo juu isiyo faida kwa majirani. Majirani wasijue leo tumelala njaa, majirani wasijue leo tumekombana, majirani wasijue leo tumepikana, majirani wasijue leo hatuna pesa. Unaelewa? So mwanamke mwenye akili vizuri, yule ambaye alifundwa na mamake, anayaficha yale madhaifu ya mmewe. Ndio manake hiki komba anayafunika hivi. Akishayafunika basi ndio hivyo, hayatoki kabisa, hayatoki. Yani mle ndani tupikane, ameyasitili humu ndani. Tukombane, ameyasitili humu ndani. Tulale njaa, ameyasitili humu ndani. Unaelewa? Tukose hela, tukue na hela, ameyasitili humu ndani. Mipango yote ambayo tunayepanga, mimi mpango yangu, mipango yake na yeye, hamna yeyote atakayejua, hata awe na marafiki kiasi gani, hakuna rafiki atakayejua. Manake nini? Ameyaficha. Manake nini? Mambo ya kwetu mimi na yeye, siri yangu mimi na yeye, ameistiri humu ndani. Ameyaficha humu ndani. Yote ameyaficha humu ndani. Kwa hivyo hamna chochote ama lolote ama yeyote atakayejua kila ambacho kinaendelea humu ndani. Huyo ndo mwanamke mwenye akili, mwanamke mwenye heshima, mwanamke pia mwenye busara, na vile vile mwanamke ambaye anaenzi na anaipenda ndoa yake. Mwanamke kama huyo ni wa kutumu. Mwanamke kama huyo ataishi na mmeo vizuri sana. Lakini mwanamke mwenye ukosefu wa akili, mwanamke mpumbafu, mwanamke mshenzi, mwanamke ambaye hajielewi, mwanamke ambaye hajifahamu, atayafunua hivi. Akishafunua hivyo basi kwisha wewe. Kama wewe ni mwanaume una mwanamke pale, kwisha kabisa. Asanteni sana. Thank you guys. Na waombeni mlike, mnifollow on Facebook, just follow me, mlike, share, any comment. Kama imekuchenga niambie, just comment pale. Thank you so much. Share hii video kwa watu wengi. Mwah.